بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا بها جنتك العلية، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Ndugu zangu wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote napenda kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kumtakia ziada rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi wafuatiliaji na wapenzi wa Msewa Online TV thamani ya Uislamu, tunazidi kupeana baadhi ya maneno ambayo yatatusafisha nafsi zetu walau kwa uchache kwa kumcha Allah tabaraka wa taala. Kama tunavyofahamu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufupi ni kuacha yale ambayo aliyotukataza, lakini pia na kuyafanya yale ambayo aliyotuamrisha kuyafanya. Huo ndio ucha Mungu. Pia katika darasa zetu ambazo tunazoendelea nazo leo, tutafikishia ubora wa Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya yanatakiwa yafuatwe, na kwa sababu tukiyafuata basi atatuongoza katika njia iliyokuwa sahihi ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika tukimnukuu Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 17, tukimnukuu Allah katika sura ya 17 aya ya 9, Allah anasema katika Bani Israil, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza njia iliyonyooka kabisa. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni njia ambayo anaidhiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wayubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, lakini hii Qur'ani inambashiria muumini ambaye mwenye kufanya matendo mazuri, anna lahum ajran kabira, hakika yeye atakuwa na malipo makubwa. Hii Qur'ani inakubashiria kabisa kuwa wewe ni mtu wa namna gani. Lakini utakuta katika jamii wengi sisi Qur'ani hatuifati na tunaona ni kitu miongoni mwa vitu vya kawaida. Lakini haya kalamullah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Qur'ani ni kitu kikubwa, ndio mwongozo kwa Muislamu, inayomuongoza katika maisha yake duniani na akhira. Vipi tunaizarau? Allah anasema katika sura Taha kule, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu ambaye anaipuuza Qur'ani yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, basi hakika hatakuwa na maisha ya dhiki. Sababu ni kuipuuza tu Qur'ani. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua aliyakuwa kipofu siku ya kiyama. Atafufuliwa mtu aliyakuwa ni kipofu. Qala rabb, atasema mja, limahshartani a'ma, kwa nini umenifufua mimi kipofu?
waqad kuntu basira, hali ya kuwa nilikuwa naona duniani. Qala kadhalika, Allah atasema hivyo hivyo, atatka ayatuna fanasitaha, zilikujia aya zetu ukazipuuza. Wakadhalika al-yawma tunsa, na wewe siku ya leo ndio umepuuzwa. Allahu akbar. Ndugu zangu, Qur'ani ni kitu kikubwa. Hapa katika hii sura ya 17 alivyosema Allah, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa, lakini wayubashiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Ukifanya mambo mazuri kabisa yanayomridhia Allah subhanahu wa ta'ala, basi utapata malipo mazuri. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, ama kwa wale ambao wasioamini siku ya mwisho, siku ambayo watalipo waja. Mtu aamini, Allah anasema a'tadna lahum adhaban alima, basi ataandaliwa adhabu iumiayo, adhabu yenye kuumiza kabisa. Kwa hiyo hapa tumeelezewa vitu viwili. Kumbe Qur'ani inatupa habari kwa mtu mwenye kufanya mambo mazuri na kwa yule ambaye asiyefanya mambo mazuri. Sasa lazima imma shakiran wa imma kafura. Utakwenda kwenye njia gani? Kwa hakika kabisa tunapenda kunasihiana na kutanabihishiana kabisa ya kwamba tufate Qur'ani inavyotaka, watu katika mazingira sahihi ya kufanya yaliyokuwa ya kheri, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo anatufufua sisi tupo katika mahshari pale, basi tuwe katika watu miongoni mwa watu wa kwenda peponi. Qur'ani ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na ndio mwongozo wetu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe ni wenye kusikiliza maneno, lakini pia na kuweza kuyafuatiliza. Tuisome Qur'ani na tujalie nyumba zetu kwa yenye kusoma Qur'ani, kwa sababu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nyumba ambayo isiyosoma Qur'ani ndani yake, basi nyumba hiyo ni gofu. Ni gofu, kwa maana viumbe vya ovyo ovyo vinakaa huko. Kwa hiyo tuijalie nyumba zetu ziwe zinasoma Qur'ani. Lakini hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, adibu auladakum bi thalathati khisal, tuadabishe au tuwafundishe watoto wetu katika mambo matatu. Hubbu nabiyikum, kwanza mpende mtume wako, wa alibati, na watu wa nyumbani kwao, wa qiraatul Qur'an, na sunna Qur'an. Kwa hiyo Qur'ani imebeba katika nafasi kubwa, kwa sababu ndio mwongozo wa mwanadamu ambaye katika kuishi kwake anatakiwa aishi katika mkao huo. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri katika kuifuatisha Qur'ani, lakini hiyo ndio sababu ya kuisoma, lakini pia iweze iwe ni sababu ya sisi kuingia peponi kwa kuisoma Qur'ani. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.